Now, I think you're aware, I want to address on two matters and just give an update on the third one. On the two matters, one of them is we are aware we're at the property of Moasco. We had a fire. Najua kuna wengine wanauliza ya kuwa serikali ofisi nyingine bado ni za mbao. The status of this particular property. Hii ni katika zile property ambazo devolution inafaa kufanya kazi na inafaa kuwa transferred to Mombasa Water. Unfortunately, the property is still registered under Coast Water. And we are planning and hastening with the IGTRC kuweza kukubali once they've been able to formally transfer this property. The next thing we will do is we're including it in our plans kuweza kuijenga katika jumba la kisasa ili tusiwe tena na mambo ya asbestos na mambo ya ofisi ambazo kwamba ni za mbao zilioko katika mji. Pili ni kuhusiana, kuna taarifa ambayo kwamba niliweza kuipeana pale mbeleni ya kupeana waiver za land rates. Kuna baadhi ambao wameweza kuchukua natija na kuweza kulipa land rates zao. Lakini sasa tu kuwajulisha serikali ya county, mategemeo ya serikali ya county, licha ya kuwa hatujaongeza bei yoyote, mategemeo ni kuwa lazima yale ambayo kwamba yalioko yaweze kulipwa. Na kuna baadhi ya watu na uwezi kuniambia ya kuwa wewe uko na ardhi, kwa sababu land rates zetu sio mamilioni. Lakini ikiwa kila mmoja ataamua kutoweza kulipa, itafanya haya yote ambayo kwamba tunayafanya hayatowezekana. Hatuwezi kusema ya kuwa tunategemea mgao kutoka kwa serikali kuu. La kusikitisha ni kuwa licha ya kuwa tumeweza kupeana hii waiver ya interest na penalty, kuna wale ambao wameweza kuchukua na kuna wengine ambao hadi hii leo bado. Agizo ambalo kwamba nimelipeana, kwa sababu sheria ya Rating Act ambayo kwamba iliweza kuwekwa sahihi na rais, serikali za county ikiwa umeraiwa kuweza kulipa, ikiwa umeelezewa lazima uweze kulipa, ukawa tu mwenyewe hutaki, kuna mambo mengi ambayo kwamba yaweza kufanywa, ikiwemo yule aliyoko katika ile nyumba kodi yake inaweza kuchukuliwa na iweze kulipa. Pili, kutuma wale debt collectors waje kupiga hodi. Tatu, hata ikiwa imeshindikana kabisa, serikali ya county ina haki ya kuweza kupiga mnada. Hatutaki kufika hapo. Tunaomba tusiweze kufika katika sehemu hiyo. Na ndio maana CC wa finance hii leo atafanya mpango kuongeza hii ambayo itakuwa ni CC wa finance atafanya mpango kuongeza ile period ya interest waiver na penalty waiver hadi mwisho wa mwezi huu. Lakini pia kuwajulisha tu ya kwa wakati hii inafanywa, kuna sheria mbili ambazo kwamba tayari tuko katika pipeline. Ya kwanza ni kuangalia njia ya kuweza kujenga hospitali zetu, kuangalia njia ya kuweza kujenga majumba yetu. Hatuna njia nyingine isipokuwa fedha hizi. So tunataka kuziring fence, yani kuziweka hizi pesa iwe hazitumiki kwa mambo ya mishahara ama jambo lolote jingine isipokuwa ujenzi wa Mombasa. Hiyo sheria iko karibuni sana kuwekwa sahihi. Ningeomba
wale watu wote ambao hawajaweza kulipa muda ambao nimeweza kuongeza paka mwisho wa mwezi wachukue fursa, because failure to which it will become extremely difficult kuwaive baadaye. And the first thing that will happen, baada ya tarehe mwisho wa mwezi huu ikifika tarehe 1, tayari all those properties that have not paid zitaanza kwenda kwa wale ambao kwamba ni debt collectors. Na narejelea tena, we intend to ring fence our money for purposes of development. Nataka kuchukua fedha zetu ziweze kutumika kwa mambo ya maendeleo. Hatuna njia nyingine. Hatuwezi kutegemea kwa tunataka mgao kutoka serikali kuu. Mishahara yetu vile yalivyo, matumizi yetu vile yalivyo, hatuwezi kusema tunafanya yote kisha yote yao yanategemewa mgao wa serikali kuu. Lazima tuwe ni wenye kujitegemea, na mtu huringa na chaki. Lakini ikiwa tumefanya mpango, hatujaongeza bei ya bidhaa, hatujaongeza jambo lolote, hatujagusa hii Finance Act yetu kuweza kufanya mabadiliko, lile ambalo kwamba tumefanya ni kuboresha ukusanyaji, kuhakikisha ya kwa fedha zinaingia katika serikali ya county. Lakini katika hii sekta ya land rates, la kusikitisha ni kuwa bado kuna watu ambao hawajaamua, ni kupeana tu rai, wazo. Hatutotaka kufika katika level yote hiyo. Hizi wiki mbili ambazo kwamba zilofika, actually ni siku takriban 27 mpaka 17 hadi mwisho wa mwezi. The waivers will continue. Ikifika tarehe 1 mwezi ujao, takuwa tayari hii yote imeenda kwa wale ambao kwamba ni debt collectors, na itakuwa ni vigumu kusema zile interest na penalties kuweza kuzitoa, kwa sababu fedha tayari zitakuwa zimeweza kukusanyishwa katika mgao wa kuweza kutengeza Mombasa yetu na kuweza kujenga masipitali yetu, kuweza kurekebisha mambo ya mabarabara na mengineo. So I'm giving a suggestion to everyone who has not been able to pay. It does not matter if you know the CEC, it does not matter if you know the governor. Hands will be tied come the end of the month. If we want to build Mombasa, we have to be able to build Mombasa using what is ours. And everyone has to pay their collective rights in this matter. We have given waivers, and that waiver, a number have been able to take advantage, but equally there is a huge number, even probably a huger number, that have not. And I just want to state it, that there's a piece of legislation, the Rating Act, that was signed by the President, that allows county governments to use whatever means to be able to get land rates, which is meant to be one of the largest sources of income for any county government. And that includes coming in and tapping in revenue from those who are your tenants. That includes demarcating an area that this area should not be done anything because of arrears. And even that includes, on a worst case scenario, matters of auctioning. I know other counties have done it, and I opted that instead of us getting into that direction, I take the bitter pill of stating it to everyone. We will be left with no option. We will be left with no option. Hands will be tied by the end of the month. We will be able, if we're going to assign this revenue stream for purposes of infrastructure development in Mombasa. Tumeelewana, sio? Na mwishowe, I just thought I should also let you know, I'm hoping that this week we will be releasing to you that report on the building, where I leave it now up to yourselves on what is going to transpire after that. Any questions? Well, we've already indicated and written to Kenya Power to try and find out what is one of the major reasons. For this particular one, there is a fire report and there's a report that is independently being done by
the DCI to find out what exactly transpired. One of the major reasons as to why this property has to be handed over back to the county is because there's an abundant piece of property between us and another property where, and we've sent the rightful people to be able to clear that area, that it could be a possibility that the fire actually started from that area. Disasters are disasters. No one anticipates for fires, but lucky enough, this particular property was equally fully insured, so no losses financially are going to be incurred. Any question? Asanteni sana. Pengine kuweza kuweka wazi ile fedha ambazo kwamba, na I'm getting the exact figure, fedha ambazo kwamba kila mmoja mwenye ardhi yake katika hii Mombasa, ukipiga collectively pesa ambazo kwamba zinadaiwa, I will be providing the exact figure, but pesa ambazo kwamba tunadai ni bilioni kadhaa. Let me not give you, I was hoping that by now I would have gotten the exact figure, ili tuweze kujua tu ya kwa ile pesa ambayo kwamba tunataka kuitumia iwe haitumiki kwa jambo jingine lolote isipokuwa, haitotumika kwa mafuta, haitotumika kwa kulipa mishahara. Hiyo pesa itumike kwa mambo ya development and infrastructure alone. If we want hospitals, if we want to have roads, if we want to have all these things that we want to be able to get, we have to build ourselves. Na itakuwa pia si sawa hata mbele ya Mwenyezi Mungu, wengine wameamua kulipa, wengine wameamua hawataki kulipa. So I thought I advise you on that particular matter. The plan of action, we are going to increase it for an extra 17 days until the end of the month. Thereafter, the first of the following month, this will be going to debt collectors. The debt collectors will be coming to knock on doors. Failure for you to pay, which will include the interest and penalties, which will now no longer be tenable for us to be able to waive. Failure for us to be able to get that, it will include actions including attaching those properties plus their rental income and or auctioning those properties. That is the last thing that I want to leave as a legacy as a governor. But my hands are tied in terms of legality. Siwezi kwanza kusema sina pesa na kisha baadaye niambiwa kwa una pesa unadai na kuna sheria. Nitasema nini jameni? Sawa sio? Oh, you mean during the riots? Bima Towers does not belong to us actually. It's a national government property. This is what we want to get away from. We want to get away from being reliant too much. I get complaints every time Bima Tower lift hazifanyi, nini hazifanyi, and people think it's the governor. Unfortunately, it is not my property. The officers were not hurt on that particular day. However, some offices will be shifting out of Bima Tower for purposes of accessibility as well. And these are the things that we want to do. A property like this, there's nothing wrong in it having water, it having others and others, but I can't build if the title deed, just because of bureaucracies that are out there, they are yet to transfer, and it is devolved. This actually belongs to Mombasa Water. The reason why we cannot do much on this property here is because the title deed is not with us.